Kwa nini mmemfukuza Pedro? Kocha anapofukuzwa kwenye upande wa timu, na hii nisizungumzie timu nyingine, kila mtu ana malengo yake. Sisi kama Yanga, unapomfukuza kocha una factor nyingi mezani unazozitazama. Kwanza unaangalia result. Pili unaangalia performance. Tatu kuna kitu cha msingi huwa mkichambui, kinaitwa players management. Kocha ndio anakaa na wachezaji wote. Players management. How do you manage your players? Nani wewe, nani wachambuzi? Alonso kafukuzwa Madrid kwa sababu gani? Is result? Ni player management. Bodi iliona ujamaa player wanampanda kichwani. Huyu anafanya hivi, huyu anafanya hivi. Huyu Mbappe anataka hichi, Vinicius anataka hichi. Kocha hana power ya kuweza kuwa manage wale watu. Kwa sometimes players management inaweza kuwa factor ya mwalimu kuondolewa. Hata kama anashinda. Lakini mimi naona hapa kuna kitu haiko sawa. Sasa sisi kuna factor nyingi tunazotazama. Bahati mbaya sana. Viongozi wameniambia sisi Yanga tuwe kwenye level ya professional. Tuwe kwenye ile professionalism tu practice kweli kweli. Yule mwalimu tumeishi naye sisi. Unapoachana na mwalimu haimaanishi ni sababu saa ya kwanza ya msemaji kutoka public kuanza kuongea yote yaliyotokea. Ndio maana tumesema tumeachana na Pedro kwa sababu mwenendo wa timu hautulishi. Mwenendo wa timu sisi ni component nyingi. Tunatazama zote kwa pamoja. Kwa hiyo hatuwezi ukaa hapa nikaanza kudigi information bana unajua kuna hiki nitakuwa nakosa weledi mimi na ninamkosea heshima, na hata makocha wanaokuja wengine watasema ile sio klabu. Ukishindana nao basi wao ndo media tu tena wanaenda kukueleza mambo yaliyotokea kwenye team. Professionalism kishaachana, barua imetoka, end of the story. Lakini nimejaribu kuchambua hivyo vitu muelewe kwamba management ya timu kubwa kama Yanga inapokuwa inafanya timu yake inaitazama benchi la ufundi, kuna vitu vingi wanakuwa wanaangalia based on kwenye kufanya inapelekea kufanya maamuzi yao. Kumekuwa na hoja imetengenezwa kwamba Yanga wanafukuza sana makocha katika kipindi cha hivi karibuni. Si ndio? Sio kweli. Katika kipindi cha uongozi wetu huu tulioingia madarakani chini ya rais wetu Engineer, tumekuwa na makocha nafikiri 6. Makocha 3 wameondoka kwa matakwa yao. Makocha 3 ndio wamefukuzwa kwa matakwa ya viongozi. Nasreddine Nabi aliondoka mwenyewe. Nyie ni mashuhuda, mechi ya mwisho ya FA pale ameaga mbele ya waandishi. Akaenda usiku wa tuzo akaaga. Sisi Nabi alituaga Yanga tukiwa hatujazungumza naye, kashatuaga. Kapata ofa sehemu nyingine. Kocha wa pili aliondoka matakwa yake ni Ramovic. Kaondoka Yanga maandalizi siku ya mwisho mechi na Ken Gold kesho yake. Mimi niko Avic Town saa 11 jioni. Baada ya training warm up na nini akawaita wachezaji. Bana leo mwisho mimi naondoka zangu. Wale jamaa wa Algeria wamemgia masaa 48. Amesha report Belouizdad. Kule kuna mechi atakiwa afike. Katuaka kaondoka. Milud Hamdi msimu umeisha, kapata ofa kubwa kule, sio timu inaitwaje, sio Al-Masry, sio Al-Ismailia, sio nani. Ofa kubwa. Katuambia baba mnaweza kufika hapa, hatuwezi. Kaondoka. Makocha ambao sisi tumewaondoa Gamondi, Roman Folz na Pedro Gonçalves. Kwa hiyo kwanza sio kweli Yanga inafukuza makocha. Wako makocha wameondoka, sisi hamkutuonea huruma. Wakati wanaondoka, mbona mnaiacha Yanga? Na ndio ipo hivyo kwenye ajira za makocha. Anapofukuzwa anakuwa anatia huruma kwa watu wote. Yeye anapoiacha klabu anakuwa shujaa.